Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwana, leo nina faida kubwa nataka nikupe. Hebu tumia dakika kadhaa uweze kunisikiliza ukapata faida katika maisha yako. Hivi ulishawahi kuambiwa asili na maana ya jina lako? Ama ulishawahi kuambiwa nguvu ama faida ya jina lako? Nataka nikwambie, watu wengi wanaathirika ni kwa sababu hawajui faida ya majina yao. Jina lina kazi kubwa kulikweli katika maisha ya mwanadamu, na ndio maana watu wengi wanapotengeneza makampuni yao ama wanapotengeneza majambo yao, basi lazima kwanza watafute majina yatakayoendana na nguvu wanayohitajia katika biashara zao. Sasa nataka nikupe faida ya jina ulilokuwa nalo, kisha uangalie kama ni kitu ambacho kinachoweza kuendana na nguvu ya maisha yako ambayo tayari Mungu amekujalia upo nayo. Jina katika maisha ya mwanadamu huwa lina kazi kubwa mbili. Kazi ya kwanza tunasema jina huwa lina kazi la kuelezea nguvu ya asili ya mtu, yaani jina lazima libebe asili ya nguvu ya mtu. Endapo jina lako likashindwa kuendana na asili ya nguvu yako, basi maana yake lazima kuna mambo yatakupata. Na ndio maana watu wengi sana wanapewa majina mazuri, lakini majina yale yanakuwa yanawaathiri, kwa sababu unakuta majina yao ni makubwa yenye nguvu kushinda hata nguvu zao za miili yao, za asili ya miili yao. Unakuta watu hawa ni watu wanaweza kuathirika na maradhi na magonjwa mbalimbali. Kila wakitibiwa wanaweza wasikuta wakapona au wakapata nafuu katika maisha yao. Kwa nini? Unakuta kumbe wanateswa na majina yao. Wakati fulani kama anapatikana mtu mwenye kujua maana, basi anaweza akakwambia badilisha jina ulilokuwa nalo. Na ndio maana katika mfumo wa dini tunatakiwa tuite watu majina mazuri, sio zuri tu kwa bimaana, bali majina yaendane na maumbile ya watu. Jina lina kazi kubwa sana katika maisha ya mwanadamu, lakini jina kazi yake ya pili lina faida ya kuweza kumwakilisha mtu uwepo wake katika dunia. Asilimia kubwa watu wengi wanabeba nafasi zao kwa sababu ya majina, lakini inawezekana leo wewe unaona unadhalilika, lakini inawezekana leo wewe unaona unanyanyasika, mambo yako hayaendi, yamekuwa na mazito, lakini kumbe sio kuna mtu anakuloga, lakini kumbe sababu jina lako halikuweki katika nafasi yako. Na ndio maana wazazi wetu wanatakiwa, kabla hujampa mtu jina, usimwangalie fulani kaitwa, huyo aliitwa jina ni tofauti na huyo unayemwita wewe. Nguvu zao na asili zao ni vitu viwili tofauti. Hivyo ni vyema sasa uhakikishe unaweza kupata nafasi ya kujua asili ya jina lako. Huenda unapata shida kwa sababu ya asili ya jina lako, huenda unapata tabu, mambo yako yaendi kwa sababu ya jina lako aliakisi asili ya nguvu ulizokuwa nazo. Jina lako lazima libebe asili ya nguvu yako. Jina lako lazima liende kuwakilisha uwepo wako. Na ndio maana hata Mwenyezi Mungu ana majina mengi, lakini Mwenyezi Mungu ana majina pia 99. Katika majina haya kila jina moja lina kazi yake, kila jina moja lina nafasi yake, kila jina moja lina nguvu yake. Kuna jina ukilitamka mpaka ardhi inatetemeka.